Mpenzi mtazamaji wa TV yetu ya AGR, leo nimefika katika sehemu ya Daraja Mbili ambapo nataka kukuletea kisa kimoja ambapo kuna mzee mmoja ambaye anateseka zaidi. Ni mzee ambaye alienda kujitafutia sehemu ya Tanzania, nchi jirani. Akarudi, akapata ndugu zake, wazazi wake wote wapo washafariki na kwamba shamba lao lote walishauza. So ikambidi kuwa lazima apole hapa aishi kwa haya maisha. Unaweza angalia mazingira jinsi yalivyo. Kwa hivyo nataka tueleze kisa chake moja kwa moja. Naenda kwake atuambie jina lake, atuambie vile kulikuwa wakati alienda pale Tanzania na aliporudi. Mimi naitwa Nyasoro Mang'ana, nilisaliwa hapa Kisii Daraja Mbili Butori. Lakini wakati nilitoka hapa nilikuwa mkumbavu. Kuna watu walikuwa wanachukuliwa huko Tanzania kupasua mabao na ile msumeno mrefu. Sasa mimi nilikaa huko, nikaoa huko, nikakaa miaka 30. Kufika hapa nikapata shamba letu la baba na mama wamekufa wote na wandugu zangu. Ulienda Tanzania mwaka gani? Nilienda mwaka 1919. Mwaka 1900. 1990 ama 19 mwaka 69. Oh, 1969. Ndio nilienda huko. Alafu ulirudi Kenya? Nilirudi mwaka 81. Naam, umesema ulioa pale ukiwa Tanzania. Ndio. Ulikuwa na watoto pengine? Huko ndio kwa Rajabu Mswahili ambao huko mahali anaitwa mahali Arusha. Nilimwoa mtoto wa Rajabu. Tukapata naye watoto 5. Sasa kutoka hapo nikasikia maneno imekuwa hapa nyumbani kutoka. Akasema siniende na nyinyi. Mpaka nikaulizwa, wewe ni Mkenya? Ndio. Na nyinyi? Wale akasema ni mtoto wa Rajabu kutoka hapo Arusha. Wakaambiwa nyinyi rudini, nyinyi ni wa Tanzania. Mimi mwenyewe nikatoka, nikafunguliwa, nikapita. Kwa hivyo wewe peke yako ulivuka mpaka, familia yako ikabaki huko? Kwa sababu niliona mambo mengi, walinionyesha wewe ni Mkenya, nikaambia ndio, na hao ni wa Tanzania. Na ulirudi sasa Kenya, umesema mwaka gani? Nilirudi 82. Ndio niliingia hapa kutoka 69. Ulipokuja sasa ulipata mambo yalikuwaje? Masaibu yako yalianza kukufika? Sasa ndio nilifika nikapata maneno ni ngumu. Nikapata baba yangu amekufa, mama wa ndugu, nikakaa hivyo tu. Sasa ambao yule alikuwa huko, ambao alikuwa kama ndio mtandao wa kukaa nyumbani hapo, akanipugusa. Ndio sababu niko na shida toka wakati huo mpaka sasa. Sasa kwa muda wote kuanzia mwaka 82 hadi sasa hivi ni mwaka wa 2020, umekuwa ukiishi katika haya mazingira? Nilikuwa naishi kila mahali, nikipuguswa mahali naenda mahali ambao mvua mahali sininyeshe. Nakaa tu na vumilia kwa sababu sina mahali pa kwenda, sina nyumba. Na kwenyu, sikulikuwa na kwenyu shamba la kwenu? Bilikuwepo, lakini sikukuwa napewa hata kichumba nilale. Mbona? Walikataa, wakasema sisi tuliusiwa hii shamba, hatuwezi kuweka karibu hapa. Kwa hivyo tuseme ulikuja ukapata shamba lote lishauzwa? Nani waliuza? Wazazi? Ni ndugu yangu ambao niliacha wadogo. Kwa hivyo kwenye mlikuwa wangapi? Tulikuwa watu 5. Na wasichana 3. Wote ni watu 9. Tulikuwa nyumbani kwetu. Ndio walikuwa watoto ya baba na mama. Sasa vile nilipofika nikapata wamechukua hiyo maneno, sema nimeuza shamba yote, nikabaki mpaka sasa natangatanga kila mahali. Wote walipata washafariki? Yote. Hadi wasichana? Yote. Na moja nilipata na yeye ndiye alifariki kama mimi nimefika. Sasa alifariki kama niko hapa, nikarudi nikaenda nikamshika.
Yeye alikwambia aje hiyo shamba ulikuwa wameuza yote ama ilikuwaje? Alisema shamba yetu iko wakati nilimpata huyu mmoja, lakini kuna mtu anatusumbua, hata yeye ndio huyu ananisumbua, huyu msichana akakufa. Kwa hivyo sasa ulipofika au ukapata haya yote amekufika, ulichukua hatua gani ya kwanza kabisa? Nilienda polisi nikasema mimi nimefika kwetu, lakini sina mahali pa kulala, mnisaidie kulala. Ndio nikapewa mahali nafasi ya kulala, nikaambiwa aenda kwa chief. Ulipewa mahali ya kulala hapo kwa shamba lenu ama? Hapana, kwa polisi. Mpaka sasa nikaenda kwa chief akaambiwa, akaitwa wetu. Kaenda paka kwa shamba, mama mwingine alikuwepo akakuwa msaidi wangu, akasema hii shamba ni ya hao. Lakini sasa huyu jamaa ako hapo akasema hii shamba nilichukua yote. Ndio sababu niko nahangaika hivi, ina mahali. Kwa hivyo ilipofikia hapo hamkufanya hukuchukua hatua yote pengine? Hatua ingine nimetoa ni ile nimempeleka kwa koti kwa landistira. Wakaangalia wakapata alikiandika jina ya mama na yeye. Kaona hakuna haja ya kumuuliza, wacha niende kwa serikali. Nikapewa court order, na ndio ambao kuingia saa hii kwa sababu mtoto ako mbali, anakaa ndio imefanya nimekosa kupata hiyo. Mungeipika picha, lakini mkirudia hao nitaiwatumia uione court order. Naam, ulipokuja sasa hapa Kenya, ulikuwa umeoa kabla uende pale? Hapa ndio kabla uende Tanzania. Tumekutana na mama mwingine, ndio ule ulimuona jana, alikuwa hapa na yeye ni mgonjwa, kichwa yake sio timamu. Ulimuoa wakati ulirudi kutoka Tanzania ama ulikuwa? Nilimuoa kama nimekuja hapa. Alafu umesema kichwa yake si mzuri? Sio mzuri, yeye ni mgonjwa. Hata saa hii vile alikimbia asubuhi mpaka huko na ameenda pande ya chini, simuona tena, anaanza kulala hata siku mbili tena arudi. Na uko na watoto sasa hivi hapa Kenya? Hapa mimi kwa ukweli niko na msichana mmoja tu, kijana alifariki. Msichana mmoja anapatikana wapi wewe? Anapatikana Embassy. Kwake ashaoleka? Ameoleka. Naam, sasa ilipofikia hapo ukapewa court order, wakasema aje sasa? Sasa wakati nilipewa court, tulifanya kesi nikawashinda. Tukaambiwa hii vitu itarudishwa Kisumu kwenda kukaguliwa ukweli wake. Ni haki shamba ni ya Nyasoro Mang'ana, sio Ng'ondo Sigara. Basi ile machifu tunaongojea kutoka Kisumu, ikarudi ikasema Korore ikaingia. Hii ilikuwa mwaka jana ndio karatasi ilionyesha hapa. Naam. Ndio sababu sasa hiyo kesi inaendelea, sababu ya ugonjwa hii changanya, makoti ikafungwa, kila kitu ikafungwa, hata mashule ikafungwa. Sasa unaona ndio tunahangaika, tunaongojea ugonjwa hiyo imeisha au pato inaendelea. Ndio sababu niko kwa shida hiyo, pato sijaona ukweli wangu, pato niko taabuni. Sasa kwa hili jumba unaloishi hapa ni nje, hapa ni veranda, hapa ndo unaishi ndo unalala? Ndio. Hapa ndio sasa kama nyumbani, kwa sababu hakuna mahali naenda. Mwenyewe alikuja hapa leo akaniahidi nitoke kwa wiki nyingine, anataka kufungua duka yake. Sasa sina mahali nitaenda, nitahangaika. Sasa nitalala kwa barabara. Mwanadamu, nafikiria mungependa mnisaidie tu mahali ka kitu tu nikigeme huko, Mungu akiwapa aliwaambia. Na nimeangalia hapa naona tu kuna magodoro, lakini sijaona jiko. Unakula vipi sasa hapa? Hapa mimi saa ingine hoteli, mama anarudi anaenda anapigia hapo nyuma hapa. Na nimeona ushanika, kuna mattress hapo ushanika. Mvua ilinyesha ikaingia? Bwana tunyeseanga hapa, tunakuanga
sasa wale wanyama tu, lakini Kwa hivyo hapa ndo naishi wewe na mke wako huyu? hapa. Okay. Alafu hushaipewa msaada wowote pengine? Hakuna. Mimi nachijengea kaka kitu kananisaidia. Nakapata kaunga ka shilingi 50, zingine napata ndizi nakula, alafu napata mimi naendelea kuamka. Pia ati ninapewa na mtu. Alafu ndio uliamua saa ushone viatu kujisaidia tu tumbo tu, lakini hakuna kitu inanisaidia. Ni kujizuia tu njaa ile ambayo inanishika, kwa sababu niliangalia nikaona hakuna kwenda kuombaomba na mguu hakuna. Nikaona sasa haja yangu ni kutafuta mahali nikae. Nikipata mtu na msonea kiatu ananipea hata shilingi 20 au hata 10, nitakuwa nikipata katumbo. Hiyo ndio ilikuwa yani mafikirio. Sasa hapa unaoga vipi sasa mahali kama hapa? Mimi hata kuoga sijaoga mwaka mzima. Na sasa unaona mimi naweza kutembea kweli, hii mguu iko namna hii. Hii mguu imekatika vibaya. Sasa hata kutembea peke yake, hii machuma ndio inanipeleka nje huko. Hii mguu ulipotoka Tanzania ulikuwa? Ndio nilikuja salama, lakini hii pikipiki ndio iliniumiza hapa. Nikaingiza kwa ile pikipiki ilikuwa na mawaya. Kanikata hapa hii msipa ya mguu. Ilinikata msipa ya mguu mpaka saa hii sijui kutembea. Hii chuma ndio inanisaidia. Kutembea sasa lazima utumie chuma hii. Na hii najisukuma tu polepole kama kanyonga mpaka nifike, hata kama ni pale nimwage maji yangu. Tena saa ingine napiga makoti natembea naye. Hiyo ndio inanisaidia tu hizi. Wakati umechoka kutumia chuma pengine natumia makoti. Makoti naye nakuwa na sindo kutembea, nakuwa na dungwa na mawe nini. Na kuanga mchofu, narudi nakaa chini sasa. Alafu nikurudishe nyuma kidogo. Wazazi wako ulipopewa historia jinsi walivyofariki, walizikwa katika hiyo shamba yenu? Walizikwa huko. Na hata makaburi. Tuseme waliuza shamba lote, ilikuwaje? Na hata ndio nashangaa kwa nini hao watu walizikwa na shamba imenunuliwa na makaburi nikapata hapa. Hiyo ndio inanisumbua sana. Ninafanya nikaenda kotini. Ndiye mdogo kwa familia? Mimi ni wa katikati, walikuwa wakubwa. Ndio hao wote wamekufa. Sasa wewe peke yako umesalia? Ni mimi tu hivi. Kwa hivyo sasa ukitolewa hapo, umesema umepewa wiki moja uhame huko. Uko na mpango gani sasa? Sina, tafanya nini? Yakinitupa huko tena tutafuta mahali hata kichaka niingie. Hiyo ndio shida yangu. Sina pesa ya kukomboa nyumba. Hii ya katumbo hii kauzi na ule mama. Sasa nitatoa wapi? Na wewe bibi yako tunaweza mpata, umesema ameenda wapi? Ameenda njia hii chini, lakini saa atarudi hapa hata sijui. Hata nashindwa vile nitampata, hata angekuwa hapa. Ongeongea na yeye aongea. Sasa nilisema hayuko sawa vile. Yeye ni mgonjwa. Mnaelewana tu sasa hivi? Kuelewana, tunaelewana, hata kupiga anapiga. Kuna karumu hapo. Hii chumba cha mwenyewe. Sasa ombi lako ni lipi? Naomba Mungu apende mnisaidie nipate karumu mahali yao, nipewe kashamba kadogo mahali, maana mimi mlemavu sina njia ya kupata. Na uko na simu? Simu si ndio yako? Nitaambia anayetutazama pengine unaweza pata usaidizi. Namba ni 0779188710 0779188710.
0799188710. Pengine tutawapatia namba ya M-Pesa hapo chini. Ukitaka kumtumia chochote, kama umeguswa na kisa hiki, waweza kumtumia chochote kile. Umebarikiwa, pengine unataka kumsaidia, waweza kumtumia. Kutoka AGR, mimi ni Edwin Mukaya.